Bibi Titi Mohamed, shujaa aliyesahaulika, sehemu ya kwanza. Kuna majina ambayo historia imeyapaka dhahabu, na kuna majina ambayo historia imeyasahau kimya kimya. Lakini majina hayo hayafi, yanangoja kizazi kipya kuyafufua. Leo tunaanza kumfufua mmoja wa mashujaa wakubwa wa Tanganyika, Bibi Titi Mohamed. Alizaliwa mwaka 1926 katika kijiji cha Kigamboni, Dar es Salaam. Mtaa wa bahari, mtaa wa unyenyekevu. Lakini ndani ya moyo wa msichana huyu mdogo kulikuwa na sauti ya moto ambayo dunia haikuwa tayari kuisikia. Akiwa na miaka 14 alifungishwa ndoa kama ilivyo kawaida kwa wasichana wa Kiislamu wakati huo. Akaanza maisha ya ndoa akiwa mtoto. Na nukuu maneno ya Bibi Titi akisema, "Niliolewa mapema nikiwa bado sijajua dunia. Nilikuwa tu mtoto, nilikuwa mnyonge." Huyo ni Bibi Titi akinukuliwa akiongea maneno hayo ya huzuni na ya kusikitisha. Lakini Bibi Titi hakuwa kama wanawake wengine. Aliamua kutengana na mumewe. Katika jamii ya wakati huo, hilo lilikuwa kosa la kufukuzwa kijijini. Lakini yeye alisimama, akaamua kuwa mwanamke huru. Akaanza kujifunza, akatangamana na wanawake wengine, akachagua kuwa kiongozi, sio kwa cheo bali kwa roho. Miaka ya 1950 Tanganyika ilikuwa na msisimuko wa kisiasa. Chama cha TANU kilikuwa kikitafuta uhuru kutoka kwa Waingereza, na hapo ndipo historia ilipogeuka. Na nukuu maneno ya hayati Julius Kambarage Nyerere akisema kuwa, wananchi wa Tanganyika, Bibi Titi alikutana na kijana aliyekuwa anaitwa Julius Kambarage Nyerere. Akamwangalia machoni na akasema, "Niko tayari kushika bendera." Na hapo harakati za uhuru zikageuka kuwa moto wa kweli, kwa sababu bibi huyu mdogo kutoka Kigamboni alikuwa na kitu ambacho hakikupatikana popote: nguvu ya wanawake. Na kwa wakati huo wanawake walimpigia sana makofi wakimsifu. Vile vile katika maandamano hayo ambayo walikutana na Nyerere akasimulia habari hiyo, kilichoendelea ni kwamba akaanza kuzunguka vijiji, miji na mitaa akiwahamasisha wanawake wa Kiislamu, Wakristo, wa kimaskini na wa mjini wote akasimama nyuma yake. Na kabla
ya uhuru, Bibi Titi alikuwa maarufu kuliko hata mawaziri. Aliwapa wanawake sauti, aliwapa taifa moyo, aliwapa wakoloni hofu. Lakini historia ya mwanamke huyu haikuisha vizuri, kwa sababu pale pale aliposifiwa ndipo alipogeuzwa adui wa taifa. Na katika sehemu ya pili utaona jinsi giza lilivyoanza kujikusanya na Bibi Titi alipoingia kwenye siasa za juu na hatimaye kwenye msalaba wa kisiasa. Usikose sehemu ya pili, moto wa uhuru na mchomo wa madaraka. Subscribe tafadhali, historia isisahaulike tena.